anasema itaangamiza Yerusalemu, wataiharibu hekalu na watachukuliwa matekani miaka 70. Kwa hivyo as a result he suffered constant persecutions. He was violently opposed by his own family. In fact, ukisoma chapter 12 verse 6 of Jeremiah, familia yake ikampiga. Now, watu wa nyumba yake, watu wa miji zao wakampiga. But in 597 BC, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, several thousands years of Jeremiah's most capable people were taken captive. Watu wenye nguvu, watu wenye uwezo wakachukuliwa mateka. Kwa hivyo anazungumza mambo haya kwa Wayahudi ambao walikuwa wanakaa chini ya utawala wa Babiloni. Anawaambia kwamba, na watangazia, anawaambia kwamba licha ya kwamba mko matekani, ninajua kuna manabii wa uongo wanaodanganya, wanawaambia hamtakaa miaka mingi, mtakaa miaka 2 na mrudi nyumbani kwenu. Anawaambia hiyo ni uongo. Akawaambia Mungu anasema kwa miaka 70 mtakaa matekani, and after 70 years I have the plans. Kuna mipango Mungu ako nayo kwa ajili ya maisha yenu. Anataka warudishe kwenye nchi yenu, hata kama mtateseka, hata kama mtaumia hapa, lakini mjue kwamba Mungu ana mpango. Amen. We had false prophets. They began to plan kutangaza, anawaambia kama wakina Anania, akaambia watu ya kwamba Babylon was about to fall and that Judah captives walikuwa tayari kurudi Jerusalem kwa miaka 2. Now Jeremiah aliposikia, anaandika barua. Ukisoma vizuri basi mahali pale tumesoma maneno haya, ndiyo maneno ya waraka ambao nabii Yeremia alipeleka toka Jerusalem. Akawaandikia barua, akawaambia ya kwamba manabii wa uongo wanawadanganya, lazima muhesabu miaka 70, na mnapoendelea kukaa hapa kwa Babiloni, muendelee kuongezeka, muendelee kujenga manyumba, muendelee kuwapenda watu hawa, kwa sababu mtakaa pamoja na wao. But after 7 years you will go back. Anawaambia, anawapa this advice to the exiles. Anawaambia they should settle down permanently. They should settle down. They will not be returning to Judah in the near future. They should try to increase their numbers. Alafu anawaambia they should work for the good of the nation, of the government of Babylon. Now anawaambia tena ya kwamba watakuwa matekani miaka 70. These will be years of discipline while God will prepare them for a better future. What divine plans did God have for them? Number 1, he had a plan to prosper. Alikuwa na mpango wa kufanikisha. Anawaambia hata kama mtakaa kule miaka 70, anawaambia ndio mtateseka chini ya Babiloni, lakini niko na mpango wa kuwafanikisha, niko na mpango wa kuwarudisha. Nimekuja kutangazia watu wa Kangemi, haijalishi ni miaka ngapi, kuna mpango Mungu ako nayo na maisha yako. Basi unaweza kuona struggle kwa kanisa ndogo, kuna mpango Mungu ako nao. Unaweza kuwa unatembea una kazi, kuna mpango Mungu ako nao. Kitu ambacho unahitaji ni kutembea pamoja na Jehova. Tell your neighbor, God has a plan for you. Anawaambia anataka kuwarudisha. Huo ndio mpango
Amen. Hallelujah. The plan to give them to prosper them. Anamwambia jinsi ambavyo mko matekani. Anamwambia Mungu, anamwambia pia wana wa Juda that God has a plan. You see, the plan that God had was that they may prosper, ya kwamba wafanikiwe. Kitu nikuja kugundua kwa dini hii yetu, watu hawaombeani wengine wafanikiwe. Hata vile kuna watu wanaomba tu Diara asifanikiwe. Na hata ukiomba nisifanikiwe, Mungu atanifanikisha. Unaenda mahali unafanya kazi ya Mungu, kuna watu ambao hawataki ufanikiwe. Kuna watu ambao hawataki kanisa lako liinuke. Kuna watu hawataki mama usomeshe watoto. Nimekuja kuwatangazia hata kama watapinga, kuna Mungu mbinguni ana mawazo kwa ajili ya maisha yako. Mawazo kukufanikisha, mawazo kukuinua. Unaweza kuwa chini leo, kesho unainuliwa katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakaanza kusema tuliwaambia huyu hakuna mahali anaenda. Ndio, hakuna mahali tunaenda, lakini sisi tunaenda mbinguni. Ya kwamba leo hatuna kitu, lakini kesho tutapata. Unaweza kosa sadaka leo, lakini kesho utapata. Mungu ana mpango na maisha yako. Wanaweza sema ya kwamba wewe huwezi uongozi, lakini Mungu ana mpango uwe kiongozi. Wanaweza ona una chochote, lakini kuna Mungu mbinguni anakuachia mawazo mema, mawazo ya ufanisi. Hallelujah. When I was growing up in PhD, nilijua mama director mpaka uwe muimbaji. Kumbe ilikuwa ni uongo. So nilikuwa nauliza the first qualification of a women director. Sababu nilikuwa naona wamama wote wanaimba. Kumbe kuna wamama tu wazuri viongozi, hawana neema ya kuimba, lakini wako na neema ya kuongoza. So hata kama hauna neema ya kuimba, kuna neema ya uongozi ndani yako. Hata kama hauna pesa, kuna kipawa ndani yako. Hata kama hujulikani, Jehova atafanya utajulikana. Wakikudharau, wataanza kukusalimia kwa heshima. Haleluya, haleluya. Pia tu wanajua kudisqualify mtu. Tulienda Kisina kina Mwati. Kuna watu wakawa wameenda huko wamesema huyo mtoto ako na 37 years. Na katiba ya PhD nasema you must be 40 but not 60. So, how old are you? Yani mtu msaza za kulinzi ndiza ngana bana ngana mukali. Lakini wanaona kama sifai. You know, when God wants to lift you up, angalia miaka uliyo nayo, angalia masomo yako, angalia moyo wako. Biblia inasema moyo wa Daudi ulimpendeza Mungu. Tunataka Mungu awe viongozi wa kanisa hili, si wale ambao wako na pesa, si wale ambao wanajulikana, watu ambao wanapendeza Jehova. Tumechoka na watu kujipiga vifua ya kwamba bila hao hatuwezi. Nataka nikwambie, it's not all about you, it's all about our God in heaven. Hallelujah, hallelujah. So mwingine akanifuatilia akaniambia, how old are you? Nikamwambia, I'm the oldest general superintendent in PH. Sababu hata Salamba alipochukua hakuwa na 49. Ganila alikuwa na 47. Msunga alikuwa na 48. Mimi nimechukua na 49, sasa niko 50. The oldest general superintendent.
Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana PhD can degrade you. PhD anaongea kwako mpaka hakuna kitu anawacha. Hata hawajui ulizaliwa wapi, lakini wataeleza mahali ulizaliwa, vile sijui hata una baba. Wanakosa kujua hata anaweza kosa kuwa na baba wa ulimwengu huu, lakini kuna baba mbinguni. Haleluya. Na tumekuja kukutangazia 2025. Hata kama 2024 ulikuwa chini, kuna mpango Mungu ako nao na maisha yako. 2025 watakuja kukutafuta. 2025 Jehova anakuinua. 2025 kuna milango unafunguka. 2025 kuna miujiza Jehova anasababisha kwenye maisha yako. Ana mipango ya kukufanikisha. Kuna wakati watu wamekuja kwangu wananiambia, wa General Superintendent, sina karo. Na wakati amesomesha alijua kwamba huyu mtoto hataenda university kwa sababu amejiweka kwa kiwango fulani. Alafu all of a sudden Mungu anafanya tu muujiza. Sasa huwa nauliza wengine, kwani ulifikia mtoto atapita? Akasema mimi nilijua huyu mtoto wangu hataenda university. Hata kama unasema hataenda university, kuna mpango Mungu ako nao. Kuna watu wengine hapa hata ukipatia mtu map hawezi fika kwako. Kwetu tulikuwa tunapeana map. Nilikuwa na jamaa mzee mwingine alikuwa anaitwa Ruben Ayanga. Alikuanga kanzo la kitambo. So ukitaka mtu afike kwetu na mwambie ukifika kwa Ruben Ayanga, ulizia tu hapo. Imagine mtu anafika kwa Ruben Ayanga na anapotea. Because tulikuwa hatukuwa watu. Anakuja anaulizia kwa Ruben Ayanga. Na Ruben Ayanga ndio tulikuwa tunafanya kazi. Hapo tulikuwa tunafanya vibarua. Mimi mama mashamba kwa sababu kaunti yote inamjua. Yaani mama amelimia watu mashamba kwa kaunti nzima inamjua. Lakini nataka nikuambie usife moyo. Kuna mpango Mungu anao na maisha yako. Hata kama hawajui kwako, watakuja kujua kwako. Hata kama kuna barabara ya gari kuingia, anza kutengeneza gari mahali itapitia. Kwa sababu Babiloni lazima ianguke na watu wa Mungu wainuliwe katika jina la Yesu. Nimekuja kutangazia kampeni. Haijalishi ni miaka ngapi umeteseka, God is going to prosper you. Amen. Hallelujah. The plan for God was that they may prosper. Genesis chapter 39, when I read about Joseph, Genesis 39, 2 verse 2. When Joseph was in Egypt, the Bible says he prospered because the Lord was with him. Kuna watu wengine nafaa tuachane nao. Kuna watu usipowawacha hawezi fanikiwa. Kuna pasta wengine usipotengana nao hautafika kwenye hatima yako. Kuna watu wengine usipowawacha you remain the way you are. Joseph, a young man, when Joseph was in Egypt, he allowed God to be with him. Allow God to be with you from today. Marafiki watakukubali leo, kesho watakutenga. Unajua kuna marafiki tunawaita friends of convenience. Wakati uko nayo ako karibu nawe, wakati umekosa hautamuona.
Lakini Daudi anasema na alikuwa kijana, sasa mimi ni mzee, sijawahi ona mwenye haki kama ameachwa. Amen. You don't need anything to prosper. You need God. Man of God, you don't need water. Wengine wanasema wanatumia maji, wengine wanatumia mafuta, wengine wanaitisha picha, wengine vifagio. Hilo kitu haikuanga kwa PhD. Unapata apostol amebeba vifagio kwa gari, anaenda kuuza kanisani, atuwafagilia laana. When God is with you, hauhitaji kifagio, unahitaji tu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. When God is with you, anointing yenyewe itafanya tu kazi. Mimi nikiangalia hapa, sadaka kidogo sana yenye naona hapa ni shilingi 100, ile ya minimum offering. Sababu hata mwenyewe tu ni pesa. Unapata mtu ametunga tu vizuri kasuti kama hii ya Peter, unapata nikaza na 50 bob. Mtu mwenye amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye amebarikiwa unamuona tu kwa uso. Biblia inasema baraka ukalia mtu kichwa. Sema amen. When God raises you for a particular assignment, no enemy can withstand you. That's what I know. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sometimes we suffer frustrations because God is not with us. Wakati Mungu hayuko pamoja nawe, ndio utaona ya kwamba unapitia mambo magumu, lakini Mungu akiwa pamoja nawe, akipitia magumu leo, kuna mpango Jehova ako nao kwa ajili ya maisha yako. Lazima akufanikishe. Nimekuja kutangazia mtu ya kwamba kuna mtu hapa anainuliwa na Jehova. Hallelujah. Hallelujah. The presence of God will make a difference in your life. Any business you did and failed, unajua kwamba Mungu wako pamoja nawe. You only need God. Allow God to be with you. Amen. I came to let you know it is in His divine plan. As we are on the fourth month of 2025, the remaining month, allow God to be with you. Watu wanapigania tu vitu ya ulimwengu huu. Vitu zingine zinakujanga tu zenyewe. People are fighting for money. People are fighting for positions. Lakini Mungu akiwa pamoja na wewe, hautapigana. Kuna wakati mwingine kuna overseer, former overseer wa Uganda alikuwa anaitwa Lenja. Walipiga kura na akawa shambani. Onyeka tu kumuita akamwambia mzee, umechaguliwa. Wewe ndio overseer wa Uganda. Lakini wewe mpaka ugawe mandazi, ugawe sukari, utakwama. Ambia jirani yako utakwama. Siku hizi hata elections za assembly watu wanatoa poster. Kwani kuna mshahara? Mtu anatengeneza poster anaweka kwa Facebook. Onekana kwamba watu wote ndio wanapiga kura. Unajua kitu tumefika mahali pabaya. Tukubaliana tumefika mahali pabaya. As a church. Watu wanatushangaa. Tumerudi tu ulimwengu. Na mimi nimesema mpende msipende, lazima katiba mpya tuilete. Vitu vingine lazima tuibadilishe. Hata kama mnasema vile mnasema huu ni 5-year term. Let me tell you. But you like it or not, afadhali niende miaka 5 na tulete mabadiliko. Amen. The past.
Mimi nimesimama tangu nisimame uzidi sijali wangu. Sijawahi. Nimesimama kipira 2 times. Sijaanguka. Wabasa kaangala nimesimama mara 2, sijaanguka. Council secretary nimesimama mara 2. Council secretary tunachaguliwa na overseers. Over 180 and something overseers. Eh? Na niyasema uje usikujendi lazima nianguke nayo. When God is with you, Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kuangalia kwa mwili, waone ya kwamba hautaweza, lakini Mungu akiwa pamoja nawe, haenendi na mwili, haenendi na sura, anaenda jinsi ambavyo umeconnect pamoja naye. Connect with Jehovah God and the prosperity will be your portion. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Aliniambia uko tayari? Nikamwambia mzee mimi sibatishani. Hata Yesu. Watu wanasema jana ni mpole, nikamwambia hata Yesu alikuwa mpole, lakini alikuwa na wengine walikuwa wamebeba upanga. Unajua Yesu alikuwa mpole lakini alikuwa surrounded na watu wa upanga. Mtu akileta fujo anakatwa sikio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So usicheze na mimi. Jesus was just encouraging people. Lakini alikuwa na watu. Hata mimi niko na watu. And in fact, as a leader, you don't need to be rough. Just allow the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Wewe umezoea fujo, mpaka ukiingia kwa nyumba, mtoto anaenda tu kwa room yake kulala. Yaani kuna watu wengine akiingia kwa nyumba, hata kama watu walikuwa wanakula, that's the end. Kila mtu anaenda kwa room yake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mpango wa Mungu ni wa ajabu. Si kama mwanadamu. Number 2, mpango wa Mungu is to give them hope. Ilikuwa kuwapa tumaini. Being in captivity. Wengi walikuwa wamepoteza tumaini. Don't give up. Bwana asifiwe sana. Nimekuja kukuambia don't give up. Even though you can't see anything to hold on God. Maana despite the pain, ile uchungu unapitia, umekupitia katika magumu, your story is not over yet. Kuna tumaini katika Kristo Yesu. Maana it is never too late. Mungu wetu achelewi. Wanadamu wanaweza chelewa, lakini always God will come at the right time. Mungu alisema Kangemi za mwingine alisema propose. Kangemi is legitimate. Amen. Tell your neighbor, we are a legitimate district. And in fact, Kangemi niliombewa kitambo, hata mnaposema ndio nimekuja kuombea Kangemi. Sisi tunaamini katika mafuta. Tunaamini kwa mafuta. Kama niliombewa, sisi ni kusonga wapi? Ndio mimi niliwaambia. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa matumaini sana. Sisi tumekuja tu kufanya nini kwa ushirika. Na unasumbuka. Kani unajua kwa meramba. Tika umechukua tu dini. Umebebana tu. Hivi kuna watu walikuwa ndani wameenda. Wewe fanya mambo unaweza fanya. Mimi nikikaa kwa ofisi hapo Nyang'ori naona wakina Gungu, naona wakina Rangi, naona wakina Otanga. Mimi nifanye mali Mungu anataka, nifanye nini?
Wewe umebebana tu watu ndani ya moyo. Wachilia watu watembee. Umebebana tu na watu. Sasa tukinibeba, sio ndio naongea tu. Utanibeba tu na mimi naendelea na ubiri injili, nafanya mambo yangu na wewe umenibeba tu. Hata ukifika kanisani usalimiane na wengine kwa sababu umewapea. Watana na watu, wewe wana Kristo ndani yako. Niwaambia watu, mimi napenda sana kiko na vyombo. Tena napenda ngoma, napiganga ngoma. Lakini napigia mahali ambapo nafaa nipigie. Sasa mambo yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilichukua ngoma hata kama uchezangi utacheza. Kwa sababu nilijifunza ngoma kwa sababu ya ugumu. Kwa hala badaka wetu, kwa wanda kuinjilisti. Tulikuwa nafuata tu wainjilisti. Nikuleko tu ugali niende bila. Sasa kuna mama dada mwingine alikuwa ananionea. Wewe ni vijana. Mbona mnapenda kufuata wainjilisti na mwingine mama? Tukuleko tu ugali. Tukule tu. Mama akiniona alikuwa ananitukana, anaongea yote, mama direct. Namwambia kwetu ni maskini, nikule tu ugali, niende nilale. Mama sina mambo mengi. Lazima nijue kupiga ngoma kwa sababu huwezi fuata wainjilisti. Kama unataka kupiga ngoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya maskini. I wish angekuwa hai. Ajua kuna Mungu wa matumaini. Ugali tu, nauliza tu mama, ugali tu peke yake mama. Kwa sababu ujui the next meal. Yaani ukikula leo, ujui ni lini tena utakuwa. Wengine ni neema tu imetubeba. Hatujabebwa na watu. Neema ndio imetuleta mahali tuko. Ukiruhusu Mungu aende na wewe, neema itakubeba. Nimekuja kutangazia, it's not all about what people say, it's all about what God is saying about your life. Ambia watu gani? Sasa kwa sasa hapa, wengine wanataka mtutishe. Ati mnakuja nini? Tunakuja tu ushirika. Tuombe tu pamoja. Sio ugali hata. We can eat, uko njiani tukienda. Sema amen. Katika ngeni watu wameitisha pesa nyingi sana. Imagine wameitisha hata wengine hujatoa. Lakini unalalamika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ya PhD hautalalamika. Hii dini utalalamika, tuna wengine wanabarikiwa. Na wanda kanisa alisongi. Unajua kilalamika hata ukipelekwa senti ya watu 100 utapunguza, utabaki 20. Sema amen. Mama director shilingi 12,000 kuja kwa ofisi ya wilaya. Unapata tu shilingi 12. Tumechoka. 1,000. Niwaambia watu PhD kuna washiriki wengi. PhD ina wanafunzi ni washirika. Wanafunzi walalamika. Ulisikia wanafunzi wa Yesu wakilalamika. Lakini washirika, no wonder Yesu alikuwa analisha washirika wanaenda. Anabaki na wanafunzi. Pastor, raise disciples. Don't raise members. PhD tumeraise washirika mpaka kanisa aliwezi likasonga. But when you raise disciples, I want to tell you, Pastor, you will drive. You will build a good house. Kwa sababu watu wanasema we want to bless the man of God. Lakini washirika wanalalamika.
I wish you begin raising disciples. Sema amen. You know, yetu naweza kuwa na kanisa kama hii na hata una pikipiki. Na hao washiriki wote, hao wacha nawaita wanafunzi, waumini wote, lakini you cannot drive. Lakini enda kwa ministry. 20 people, kupasa kuna premium hapo hivi. 20 people. Kuna mahali nilienda kuhubiri. Kumbe hiyo siku ilikuwa ni birthday ya bishop wa hiyo kanisa. Vijana tu 4 wakaambia, baada ya kumaliza ibada wakakata keki, wakaambia bishop kuja kwenda hapo hivi. Wakampatia key V8. Vijana wangapi? Lakini PhD ukaenda huko nyumbani, baada ya matanga vijana wakupiga ngoma wanauliza nyumba yetu iko wapi? Nyumba ya kukula, yaani imagine. Vijana wa ngoma inafaa tegemea nyumba yao kukula fulani. Sasa matanga imekuwa tu sasa ndio sherehe mbaya ibaki. Acha nisiende that direction. Yes, asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, you have been going through a bitter season in your life. Jinsi bado wana wa Israeli walipitia machungu wakiwa kule Babylon, wakawa wanateseka. Lakini na Nehemia, Mungu anamwambia nabii, waambie, I know the plans I have for them. There is hope for the hopeless. Amen? You have been going through a bitter season, bitter things in your life. And those bitter things will become sweet again. And that is why there is bitterness in the land. Sahi hapa Kenya hakuna kazi. There is hopeless. There is hatred. God can change the bitter things and make them sweet. There are people wanapitia machungu. If God's people will be faithful, God is going to restore the church. I wish PAG tuende tu kwa magoti. Kanisa hili litasonga mbele. Wengine nafika mahali mpaka ninajiuliza, wakati crusade inapofanywa wanachukua watu wa vita wanawaambia muende PAG. Watu wa court orders wanaambiwa endeni PAG. Lakini makanisa mengine yanachukua watu wazuri. Kuna vile maashas wanatucheza mahali. Kwa sababu wakati mhubiri amehubiri huwa anasema kwamba chagua kanisa. Mahali wanafanya nini? Wanahubiri injili. So kuna mahali tunachezwa na ashas. Wanasema wewe uende PAG. Na wewe uende redeemed. Na wewe uende sita. Na wewe uende deliverance. Kuna mahali tunachezwa. So unapata kwamba Mungu ametuweka tu pamoja watu wa vita. Tulichaguliwa last year. Sign delegation after delegation. Delegation after delegation. Unapata kwamba ofisi imejaa. Mama wanakusema tu atutoke hapa kabla tujaona general secretary. Huyu pastor lazima aende. Aende wapi? Wewe umekorogewa. Sasa tuna petitions za elections. Mtu alianguka mpaka kuconcede, hajakubali mpaka sasa. The time has come, we need to rise up. Bwana Yesu asifiwe.
watu tuinuke na tufanye kazi ya Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa matumaini. Hizi nimekuwa Kongoni. So one of my friends anaitwa ni secretary side. Amejaribu mara nyingi. Akijaribu anaanguka, lakini hakuwa anakufa moyo. Leo nilimwambia, leo Mungu ni mwaminifu. Napoona wewe ni kiongozi, umejaribu mara nyingi. Our God is a God of hope. Sema amen. Sasa tungekuwa tumeanza kufanya mipango ya development. Tunaona hata kamati zetu, tukikaa kamati zetu, agenda inakuanga tu nidhamu. Like agenda za wabenge across the board. Ukiangalia minutes, it is very rare. It is very rare kukutana na minutes ya kusema kwamba now this year we want to build up. Sasa unasikia tu nidhamu, tumefunga fulani, kamati inaonelea. Sasa kamati ni kufunga. Kamati inaonelea. Sometimes I normally read our minutes. Kupata tu content. Content tu, yani minute ambayo ukisoma unasema wow. Mpaka tumefanya wilaya zetu haziwezi songa. Agenda assume assembly fulani. Wametoroka na maripoti. Ampatia wasia amani. Hilo unapata kitu fulani imepatikana kwa mpango wa kando, Panadol extra. Let me tell you. Tutawacha nini kufungana? Tuseme to God give us the grace. This year we want to do something. Unaona kwamba hata assemblies, unapata kuna assemblies zingine they are moving, wanasonga mbele. Kuna assembly umeita hapa akasema imetoa 10,000. Ukiangalia assembly kama iko na amani, iko na utulivu. There is hope. Inaonyesha matumaini. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The children of Judah, they were living hopeless lives. God in his divine plan anawaambia, niko na mpango wa kuwapa tumaini. I came to let you know there is still hope. That is why even when all hope inaonekana kwamba hakuna, I came to tell you, no, there is hope for those who wait upon the Lord. Anasema mtaenda na kuniita. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtawaitikia. Mtanitafuta. Mtaonekana. I like Job. Ayubu in the book of Job anatuambia, even though the tree has been cut, hata kama mti umekatwa, lakini kwa harufu ya maji utachipuka. Ndani yako there is hope. There is hope. With Jesus on our side, hope, there is hope. Amen? Amen. Number 3, his divine plan is to give us a better future. Yes. That is what I know. Mimi kile najua kuna kitu Mungu anafanya. Kuna matumaini makubwa. There is a better future for you. Licha ya kwamba ulianza udogo, licha ya kwamba ulianza kwa udhaifu, unapotembea pamoja na Mungu, kuna mambo makubwa Mungu anakupangia. Kuna future ambayo Mungu anakupangia. It is only that your desire that will determine your future. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia after 70 years, I know the plans I have for you to bring you back to your land. And that's the future God has for you. Amen. Hata kama uko na nyumba ya mabati tano
Nataka nikwambia kwamba kuna jambo Mungu anafanya. Wanaambia watu tungekuwa hapo tuna washiriki kama disciples wa Raila. Raila kuna disciples. Hata akianguka, mtu tu wa Raila anasema tumeanguka na tukufi moyo. Mimi nilikwambia mtu wa baba hakuna mahali anaenda, atakupiga. Kuna preacher mwingine kule Kilifi, ako na disciples. Jaribu pande SGR. Kuna stage mpaka imeitwa I wish PAG tungependa PAG hivyo. Na tena kuna disciples wengine hapo wa Manu. Hata Manu ifungwe leo, anasema kesho tutafungwa. Mashabiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wako na matumaini. Wako na hope. Alafu kuna disciple wengine akitaka kwenda Saudi Arabia, hata mwambie huko watu wanateseka, ataenda. Msichana mmoja anataka kwenda Saudi Arabia, hata mwambie hapana usiende, ataenda. Those are disciples. There is a future for you. Praise the name of the Lord. Asema amen. Every time God brings us out of the world, He always has a better future. Amen. Even in the darkest captivity, yani wako kule utumwani katika mateso, but God had brought a bright future for them. Let me tell you, ndio Isaya anasema ya kwamba he declares he knows the end from the beginning. That is what our God says. He declares from, yani anajua mwanzo wako, anajua mwisho wako. Nilikuwa nasoma kitabu kingine about Benson Idahosa, a renowned Baptist apostle, mtu ambaye alihubiri. Idahosa, watu ambao wanajua historia yake, alikuwa anatoka Nigeria. Idahosa alifufua watu, alifufua mtu mwenye amekufa akamfufua. Lakini Idahosa alipozaliwa alikuwa very weak. Wanasema kwamba alikuwa mgonjwa. So akafika mahali baba yake akasema, huyu mtoto anatusumbua, saa kufe tu. Idahosa akakataa kufa, akakataa kuishi. Anytime baba yake angepata shimu kutoka kwa mama Idahosa, anajua tu huyu ni mgonjwa, inafaa peleke hospitali. So siku moja mzee baba yake akaambia mama yake, huyu mtoto ametusumbua, nataka uende mtupe kwa takataka. Akachukua Idahosa, wakaenda wakamtupa kwenye takataka. Akiwa pale kwenye takataka analia, na akaambia mke wake, ukirudisha mtoto kwenye nyumba hii uende kwenu. Mtoto alianza kulia kwa takataka, mama akasema uchungu wa mwana. Akaenda akachukua Idahosa, akasema heri niende kwetu. Akachukua mtoto akaenda naye kwao. Lakini mzee akafika mahali akamfuatilia. I want to tell you, Idahosa amehubiri. Idahosa amefufua watu. Idahosa amefikia mataifa. Mtu ambaye alidharauliwa, lakini God has a bright future for him. Shida zako sasa, nataka nikwambie kesho yako itakuwa tofauti. One of the powerful preachers in the world. Praise the name of the Lord. Again, Bwana Yesu asifiwe. You look at the last years of Joseph. The last years of Joseph, they were good.
In fact, the Bible says he was given a wife, he was blessed with children, and even given chariots. Joseph, ama story ya Yusufu does not end the way it began. There are people who are, you see, when you see somebody who is ambaye amefanikiwa, unajua kwamba ako na historia. Niwaambia watu, mimi soma 5 secondary schools. 5. Within 4 years, 5 secondary schools. Unaenda kwa shule, school fees ina pile na hama. Kuna mwaka mmoja nilisoma shule 2 tofauti. Nilianza kufanya mjengo nikiwa form 1. Nilikuwa naishi Kibera. There is a story behind every successful man or woman. Bwana asifiwe sana. Joseph began his journey at the age of 17 and ended his destiny at the age of 30. Jesus began his ministry at the age of 30. Now, when God called Joseph, wakati Mungu alipomwita Yusufu, alimpa ahadi na akampa tena palace. Katika maisha ya mwanadamu kuna destiny ambayo Mungu amekupangia, na kuna ahadi ambayo Mungu ako nayo kwa ajili ya maisha yako. Maana God has a plan for you. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Joseph, I've given you a palace and a promise. Now ni bidii yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni bidii yako kujituma. Sema amen. Now, between the promise and the palace, there was a pit. Tulikuwa na shimo. Tukawa na Potiphar's wife. Na tukawa pia na gereza. Prison. Between the palace and the promise, a pit, Potiphar's wife, and what? The prison. Mungu akamwachia Yusufu. Akamwambia nimekupa ahadi na nimekupa palace. Sasa wewe ni juu yako kufikia palace ambayo nimekuandalia. Always God will have a palace for you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Now, that was clear. The promise and the palace was from God. But along the way, Joseph had to learn how to navigate. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno mengine, there were difficult times. Wakati ambapo umejikuta katika hali ngumu, Mungu anataka uweze kung'ang'ana ili kwamba ufikie destiny yako. This man was sure. God will give you a promise and will show you the palace. Amen. Hallelujah. That is why hata hii kanisa la Kangemi alikuanza hivi. Alianza kakiwa kadogo. Sasa hii tunatamani. Nasema ningekuwa pastor wa Kangemi. Wow. Everybody has a promise. Tell your neighbor you have a promise. Now, then he will back off. The rest is your business and you must sort it out. And I want to tell you, Joseph, ndugu zake wakamkataa. They never spoke kindly of him. Every time they opened their mouth, there was confrontation. Kwa nini? Wakamkataa Yusufu. Walimchukia mpaka, lakini baba yake akalimpenda. Your brothers might hate you, but you have a father who has a plan for you. Bwana asifiwe. Ndugu zake hawakujua he would arrive in Egypt. Atafika kule Misri kama a slave. Sema amen. Now it was to become the place of his assignment and the destiny. Wakati Yusufu alipofika kule Misri, walifikiria kwamba wanamtesa, walifikiria kwamba wanamuuza, walifikiria kwamba wanamangamiza. Kumbe walikuwa wanamuingiza kwenye hatima yake. Kuna wakati mwingine ni God alinipeleka Mtuini akaniambia, najua sijakupatia kanisa,
watu 5 walikuwa wanatoa shilingi 1,300 na mimi nimetoa 600. Nikamwambia hii ni destiny yangu umeniingiza. Watu wengine ungepata tuanzisho na fikira unateswa. Nataka nikwambie Mungu anaweza tumikia watu kukuingiza kwenye hatima yako. Najua hapo amen ni kidogo. Praise the name of the Lord. When Joseph alipoingia, and you see what I know, the devil does not know that what he intends to destroy, what he's using to destroy you, will become a platform for your promotion. The caravan that took Joseph to the place of his assignment, hawakubaki huko, walirudi. Yusufu akapekee. Lakini as we journey to the promised land, to our destiny, there are stopovers. The reason you occupy that low position in the company you work for, it is because God has a plan to move you to another level. Amen. You started small, but one day you will be great. Sema amen. Now, wacha nimalize na mambo ya Yusufu. Wakati Yusufu alipofika Misri, he was a slave for sale. Watu wakaanza kupiga kengele. Look at that slave, anauzwa. Kwa sababu slaves walikuwa wanauzwa. I can see Joseph being taken to the market, anapelekwa kwenye soko. The Midianites starting to shout, Hebrew boy for sale. Watu wanakuja wanaangalia Yusufu, wanaona huyu ana nini? Msuli. Alisifanya kazi. But the bell was ringing, trying to attract a buyer. Now, people were coming. Walipokuwa wanamwangalia Yusufu wanasema this boy cannot do anything. Bila wanapokudharau tu hivyo. Hivyo ndio Yusufu alidharauliwa. Wakati wanasema he has no muscles, he cannot do any job. Now when Potiphar came, wakati Potiphar alipokuja, akamwangalia Yusufu and he said, I've got the boy. Akamchukua. Now Potiphar took this boy to the shamba. Akaenda kuwa shamba boy. Alimwachia shambani. But with time, wakati Yusufu alipokuwa anafanya kazi, kila kitu ambacho alikuwa anagusa kilikuwa kinabarikiwa. Akasema nao, akampatia promotion, akampeleka sasa kwenye nyumba. Amen. Yusufu akaanza kufanya kazi kwa nyumba. Alipoingizwa kwenye nyumba, mke wa Potiphar akamtamani, because the Bible says Joseph was what? Handsome. Now that's where the problem came. Ameepa shimo, ameletwa kwa nyumba, mke wa Potiphar amemtamani, lakini he still has a promise, a palace. There's still a palace ahead of him. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna hatima ambayo lazima afike. Now, alipomtamani, when he was taken inside a big house, now there was a big problem. The Bible says that he was handsome. He was admired by Potiphar's wife. And akauliza, ataka nikuwe akuwe na yeye. But Joseph turned down the offer because he feared God. He refused because he was a righteous man. Amen. He was taken in prison, but the favor of God was upon him. Kibali cha Mungu kikiwa juu yako, utafanya kazi alipopote utaenda. Praise the name of Jesus. You might not have money, but the name or your connection with your God will stand for you. I've come to tell you there is a bright future for somebody in here. Kuna mpango Mungu akonao na maisha yako. Anataka akuingize katika hatima yako. Yusufu akakaa gerezani, dada ukaa gerezani, ambacho anafika gerezani wanampa nafasi tena ya kuwa kiongozi kwenye gereza. That is favor.
You don't need money, you just need favor. Wakati neema ya Mungu iko pamoja na wewe, ndio nyinyi mshukuru Mungu. Sisi hatujui kama tutamaliza. Mshukuru Mungu, neema ya Mungu ilikuwa na nyinyi. Because when the favor of God is upon you. Wakati mwingine wewe ni baraza alikuwa ananiambia leo hii nitatoboa. Na vijana wa kwanza za Kolombo yeye mbala mzee lazima uende nyumbani. Nikamwambia utatoboa. You only need favor. Mama director, unahitaji tu bali. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Pastor, unahitaji tu kibali. Unaweza kwa kwamba hauna what it takes. Watu pia wamefika mahali siku hizi wanasema tunataka tuletee mwenye anahubiri Kiingereza. Kiingereza ndio iko na upako peke yake. Kuliko kuanyaza mloko ili no mluswahili no mlusuko na watu wa Gaza. What you need is the favor. There is a plan. Kuna mpango. Pale kazini, your promotion haiko kwa mikono ya watu. Ni Mungu ako na promotion yako. Hata kama umefanya miaka mingi, God has a plan. Wale walisema hautakuwa supervisor. I want to declare you are going to be a supervisor in the name of Jesus. Promotion inakuja. Alafu ya mwisho, na watu wanakujua, karani wa assembly wanakujua. Anajua wewe unatoanga tu shilingi 200. Ukitaka kujua vile watu wanakujua, shtuka siku moja weka ndani ya 2000, watakupigia simu. Ukitaka kujua vile watu wanakujua, unaekanga saa 2, si ndio? Shtuka siku moja weke ngapi? 2000. Watakuuliza hii ni rent ya nyumba? Ama umesahau umeweka rent? Waambie Mungu amenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawatakuzoea. Tunajua Mungu ana mpango na maisha yetu. Kwa hivyo wakati wa assembly jaribu. Utaona treasurer wa assembly atasema umesahau hii ni rent. Umesahau kaweka rent kwa bahasha. Mwambie sio rent. Ni fungu la 10. Ambia jirani yako watu wasizoe. Watu wamekwenda kwa kiwango fulani. Toka kwenye kiwango hicho. Waambie ninamtumikia Mungu aliye hai. Mungu ambaye anainua. Mungu ambaye anabariki. Mungu ambaye anasimamisha. Sina waambie saa hii. Hata ukinunua tu Prado ya black, umeenda kwa maji. Jaribu ununue tu gari saa hii. Na wanakujua. Yaani wanajua hakuna kitu naweza fanya. Na wanakosa kujua Mungu ako na mpango na maisha yako. Anasema hata kama mko utumwani, I know the plans I have for you. You might be in a captivity. Hata watoto wako ujui kama wakifunga, hata wengine hata ujui kama utapata fare ya kumtumia. I want to encourage you ya kwamba be prepared for a miracle. Kuna muujiza ambao Mungu amekuandalia muujiza katika maisha yako. Wanasema wewe ni single mother. Nataka nikwambie even single mothers wananunua mashamba, wanajenga manyumba. Utajenga nyumba katika jina la Yesu. I don't know whether you know singleness is a gift from God. It's a gift. Kwa hivyo kama wewe Mungu amekubariki na Bwana, usianze kutusi wengine. Even singleness is a gift from God. Na hata wamama single wananunua mashamba, wanajenga manyumba, wanaendesha magari. Wewe mwanaume usitasa yule mama kwa sababu hana kwa.
Hakuna mtu anakosanga watu wao. Hata mwenda wazimu anakuanga na wao. Huyo mama amekusaidia. Ulikuwa na longi moja, sasa hivi unabadilisha malongi, unajifanya sasa wewe. Tunaomba Mungu ambariki na kazi kubwa, mshahara yako ipite yako. Na wewe mama, hata mshahara yako ikipita mume wako. Unajua pesa za mwanaume ni kama sadaka, ni tamu. Unajua sadaka hata mtu akupatie shilingi 100. Inashinda ile 100 iliyoko nayo. Sadaka ni tamu. Pesa ya mwanaume ni kama sadaka. Unapata mke wako anafanya kazi na kushinda na mshahara, lakini ikifika asubuhi na kuuliza fare. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa bwanako hata amejua kuvaa. Alikuwa anavaa kama Ondieki Nyakwota. Kiangalia. Anakaa kama Christmas tree. Sasa yeye anavaa vizuri. Sasa yeye umeinua kichwa. Ujue mahali Mungu alikutoa. There is hope for the hopeless. Unatoka kwa nyumba unawata shilingi 100. Shilingi 100? Hai, wadada wako na shida. Lunch ndani. Sasa 100 shillings. But there is hope for the hopeless. There is a bright future. Unapata unakutana na mama kwa hii barabara. Amepima mafuta ya shilingi 2. Amepima kasukari na anafanya budget mpaka inaingia. Lakini tena kuna wengine tu ako tu timamu. Mzee anakuja kwa nyumba anamuuliza utakula. Unauliza mimi kwa nyumba yangu kama nitakula. Yaani wazee wako na shida. Yaani kwa nyumba yako unauliza maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamekaa kwa jangwa. In captivity. Yaani kwa nyumba yako na ikae ni nyumba yako. Unafika kwa nyumba tu ni msomi. Ukai kama wanaume wengine. Wanaume wengine wanaingia na paper bag. Wengine mzee, hata kama unakaa kwenye jangwa, there is for a better future. Lazima huyu abadilike katika jina la Yesu. Nataka tusimame kwa miguu zako. Shika mkono wa jirani yako. Nataka uombe ya kwamba Mungu amtoe kwenye jangwa. Mungu atimize mipango aliyomweka yake. Today we are not going to pray for ourselves. Nataka jirani wako wawili. I want you to pray for your neighbor. Mwombe tu Mungu. Kuna watu wamekaa kwenye jangwa. Kuna watu wanapitia mateso. Kuna watu wanapitia shida. Hawana amani katika maisha yao. Hawana amani katika makanisa zao. Hawana amani katika nchi yao. Tunataka tumtangazie shetani ya kwamba yeye hana uwezo wowote juu ya maisha yetu. Open your mouth. Begin to pray. Anza kuombea jirani yako katika jina la Yesu. Ombea jirani yako katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako, ombea jirani yako, wacha uchoyo wa maombi. Nataka tumwambie Mungu, nataka jirani yangu Mungu amtie nguvu, Mungu ampake mafuta. Tunatangaza jangwa ambalo umekaa ndani, jangwa ambalo limekufunga, Mungu analiondoa katika jina la Yesu. Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Kuna mpango ambao Mungu ako nao kwa ajili ya maisha yako, mpango wa kukufanikisha, mpango wa kukupa amani, mpango wa maana sio mabaya. Katika jina la Yesu Kristo, nikilia tangaza baraka za Bwana.
Tangaza baraka za Mungu juu ya mpendo huyo. Tangaza baraka za Bwana juu ya maisha yake. Muunganishe na mbingu, muunganishe na hatima yake. Be a destiny connector katika maisha yake, katika jina la Yesu. Open your mouth, omba. Nataka uombe, mwambie tu Jehova, tunatangaza siku ya leo ya kwamba tutakuwa jinsi tulivyokuwa tena. You are raising us from today in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Lazima tumwambie Bwana, tumwambie Jehova, umebarikiwa watu ambao wananyenyekea na kuomba na kumwambia Mungu, kuna jambo nimepitia. I've gone through a captivity in my life. But in this evening, Jehovah God, I want to pray that may you help me, because I know the plans you have for me. The plans to give me a future, the plans to prosper me, and the plans to give me hope. And that is what God is doing. That is the purpose of God for your life. We thank you, King of Glory. Uko pale unasema, Pastor, omba pamoja nami. Kuna jambo napitia katika maisha yangu. Kuna mambo nimeyapitia mpaka najiuliza, Mungu ako wapi? Kuna yale unayoyapitia unauliza, God, where are you? Where are you, God? I just want to pray with you. It doesn't matter what you are going through. God is faithful. He knows there is a plan that God has for you. God wants to prosper you. God wants to give you hope. And God wants to give you a bright future. So you are saying, Pastor, omba pamoja nami. Unasema omba pamoja nami. Inua tu mkono wako, tunapenda kuomba katika jina la Yesu. Haijalishi unajaribu kusukuma huduma au songi, ni kwa muda tu mpendwa. Unajaribu kusukuma maisha yamekuwa machungu. Nataka nikwambia mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Kuna mtu mahali hapo Mungu anaanza pamoja naye. Kuna mtu Mungu anaanza pamoja naye. Miaka mingi umepitia ugumu, miaka mingi umepitia mateso, miaka mingi umepitia matusi. Nataka nikutangazia jioni hii ya kwamba Mungu anaingilia kati katika jina la Yesu. Just raise up your hands if you want me to pray with you. Unasema omba na mimi, omba pamoja nami. Kuna mtu analia, kuna mtu ana machungu ndani ya moyo wake. Kuna mtu amefika mwisho. Kuna mtu umejaribu, umeshindwa. Nataka nikwambia kwamba kuna uwezekano. Jehova anatenda sasa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nataka niite mchungaji Reverend Asante aombe pamoja nasi. Anaweza, anaweza, anaweza Bwana. Anaweza, anaweza Bwana. Anaweza, 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 anaweza Bwana. Anaweza, anaweza Bwana. Anaweza.
Mtakatifu, Mfalme mwenye uwezo na mwenye mamlaka, tunakuinua kwa sababu unatenda mema, maana unatuwazia mawazo yaliyo mema. Tumekusanyika mchana wa leo mahali hapa kuliinua tu jina lako na kusema hakika unatenda. Asante kwa wale ambao Bwana wa rehema walikosa matumaini kupitia kwa neno lako mchana wa leo. Mfalme wa rehema, umewapa matumaini. Kuna wale ambao walikata tamaa kupitia kwa neno lako Mfalme, unawapa matumaini katika jina la Yesu. Mfalme wa ajabu, kuna wale ambao hawakukuwa na kesho, lakini kupitia kwa neno lako, maana wewe ni Mungu ambao umebeba kesho yetu, tunakushukuru maana unaweza. Tunakataa mikosi yote ya giza, mipango yote ya kuturudisha nyuma, mipango yote ya migawanyiko, mipango yote ambayo ya kutoendelea, tunaikataa katika jina la Yesu, ikabale kushindwa. Achilia neema yako kwa ajili ya kazi yako. Asante kwa mkutano huu, kila mmoja akabarikiwe. Tunaombea mjenzi superintendent. Asante Bwana kwa neno ambalo amelitoa, tunamwombea pamoja na jamii yake. Mfalme wa ajabu, utamuongoza barabarani, utatembea pamoja naye, popote aendayo utaenda pamoja naye, utamfunika kwa damu yako, maana wewe ni muweza. Uinuliwe, utukuzwe, kwa sababu wewe umetenda. Ni katika wema wako tumeomba na kuamini. Amen. Pigia tu Yesu makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuketi na uende kwa mfuko wako.